Mtazamaji wangu wa chaneli ya Makota Jr, nimekuja na hoja nyingine, jinsi gani ya kuweza kubeti kwenye hii option ya multi goals first half, second half pamoja na full time. Lakini pia kabla tujafika mbali, nakuomba kama hujasubscribe, nakuomba subscribe, like, na kama hatua ya mwisho kwenye hii video uta comment pia pale ambapo utaona hujaelewa au kuna kitu ambacho unahitaji ukijua, sio ambayo ka comment. Mechi yetu ya kwanza ambayo nataka nitolee maelezo, tunaanza na mechi ya Everton pamoja akicheza na Man U. Ifungua hii mechi. Kisha ifungua hii mechi utashuka nayo chini huku. Kuna sehemu moja ambayo imeandikwa multi goals. Yes, hapa. Imeandikwa multi goals first half. Naanza na kipindi cha kwanza, tafuata kipindi cha pili kukuelekeza, nitakuelekeza na full time na maana dakika 90. Dakika 45 za kwanza, hii option ina maana hivi. Hii sehemu ya kwanza imeandikwa 1-2, yani 1 mpaka 2. Hii multi goals maana ni makundi ya magoli kwa kipindi cha kwanza. Hii sehemu ya kwanza tulivyokuambiwa 1 mpaka 2, tafsiri yake ni kwamba idadi ya magoli kati mechi ya Everton na Man U kwa kipindi cha kwanza ilipatikana goli 1 hadi 2, na maana yasizidi kufikia matatu, na yasiwe chini ya 1. Na maana Everton akipata 1-0 kipindi cha kwanza imetiki, au Man U akipata 1-0 imetiki, au akitoka sare ya 1-1 imetiki, lakini isionekane imetoka sare ya 0-0 au ikaonekana ametoka sare ya 2-2, hapo itakuwa imechanika. Ikitoka 0-0 imechanika, 2-2 imechanika. Yaani hesabu ya magoli kipindi cha kwanza kinapoisha, chukua magoli ya Everton, utachukua na magoli ya Man U, utajumlisha. Jumla yake upate goli 1 au 2. Ikionekana umepata 0 umechanika, ikionekana umepata goli 3, 4, 5 na kuendelea kumechanika. Ndio maana hii option kwenye hii sehemu ya kwanza. Hapa sehemu ya pili naambiwa 1 mpaka 3. Chukua magoli ya Everton ya kipindi cha kwanza, jumlisha na magoli ya Man U ya kipindi cha kwanza. Ukishajumlisha idadi jumla ya magoli utakayopata, hiyo kuanzia 1, 2 hadi 3. Yasizidi hapo. Ikiwa 0 umechanika, ikiwa 1 umetiki, 2 umetiki, 3 umetiki, ikifika 4 umechanika, 5 umechanika na kuendelea huko umechanika. Yaani magoli yake jumla yawe kuanzia 1 mpaka 3. Basi. Kuja hapa sehemu ya 3. Nakwambia 2 mpaka 3. Hapa 2 mpaka 3 tafsiri yake ni kwamba magoli ya Everton pamoja na Man U ukiyachanganya ya kipindi cha kwanza upate magoli 2 au 3. Ikionekana goli 1 imechanika, goli 0, yani ikionekana 0 imechanika, kupatikana goli 4 imechanika. Yani magoli ya jumla ya kuanzia 2 mpaka 3. Ikiwa 1-0 imechanika, Man U ashinda 1-0 imechanika, akishinda 2-0 win, 3-0 win kwa kipindi cha kwanza. Everton ikipata 1-0 imechanika, akipata 2-0 umewini, ikitoka sare ya 1-1 imewini. Yani magoli yao jumla yawe kuanzia 2 mpaka 3 ndio mwisho. Hapa pia kuna 4+, maana goli zao zianzie kuanzia 4 na kuendelea kwa kipindi cha kwanza. Hapa no goal, yani kipindi cha kwanza sipatikane goli. Lakini kwa ushauri wangu napendekeza ukitumia 1 hadi 3 kwa asilimia kubwa sana, huwa naona zinatoa kuliko hizo options zingine. Natoka hapo nakuja kufungua hii option ya multi goals second half, yani kipindi cha pili. Nayo maelezo ni yale tu. Kigusa hapa sehemu ya kwanza amekwambia 1 mpaka 2. Kwa kipindi cha pili magoli ukijumlisha ya Everton na ukijumlisha na Man U kwa kipindi cha pili tu yawe kuanzia 1 hadi 2. Ikitoka 0 imechanika, ikitoka 3 imechanika, yani 1 au 2. Hapa itakuwa 1 mpaka 3. Hapa itakuwa 2 mpaka 3. Hapa itakuwa 4+, huko hamna goli. Unaona? Utakuja hapo kwenye multi goals full time. Hapa sasa ni dakika 90. Sehemu ya kwanza goli 1 mpaka 2. Iko vipi? Yaani jumla kuu ya magoli kati ya Everton na Man U, ukijumlisha magoli yao upate goli 1 au 2. Ikizidi 2 imechanika, na maana ikiwa goli 3, 4, 5 na kuendelea imechanika. Ikiwa 0 imechanika. Hapa 1 mpaka 3. Everton na Man U kujumlisha magoli yao dakika 90, yani kipindi cha kwanza cha pili yote jumlishe jumla kuu ya magoli yao upate kuanzia goli 1 mpaka 3. Ikiwa chini ya 1, yani maana 0 imechanika. Ikiwa zaidi ya 3 na maana goli 4 imechanika. Hapa hivyo 1 mpaka 4. Ikiwa 5 imechanika, ikiwa 0 imechanika, yani 5 na kuendelea imechana. Hapa 1 mpaka 5. Ikiwa 0 imechanika, ikiwa 6, 7, 8 na kuendelea imechanika. Inatakiwa magoli yao kuanzia 1, 2, 3, 4 mpaka 5. Hapa 1 mpaka 6,
ambapo amewekewa kufuri hapa 2 mpaka 3. Hapa sasa natakiwa goli ukijumlisha ya Everton na Man U upate kuanzia hesabu ya goli 2 hadi 3. Isizidi 3 na isiwe chini ya 2. Hapa 2 mpaka 4. Ukijumlisha magoli yao ya full time yawe 2 mpaka 4. Yasiwe chini ya 2 na yasiwe zaidi ya 4. Na maana 2, 3 hadi 4 basi. Ikiwa 1 imechanika, ikiwa 5 na kuendelea imechanika. Hapa ni 2 mpaka 5. Mbona hapa yasiwe chini ya 2 na yasiwe zaidi ya 5. Na maana ikifika 6 imechanika, na hapa ikiwa 1-0 huku imechanika. Hapa 2 mpaka 6. Na maana yakizidi 6 ikiwa 7 na kuendelea imechanika. Ikiwa 1 mpaka 0 imechanika. Na maana hapa 2, 3, 4, 5 mpaka 6. Hapa 3 mpaka 4. Yaani yakiwa 2, 1 imechanika. Ikiwa 5, 6 na kuendelea imechanika. Na maana yeye 3 mpaka 4 tu. Hapa 3 mpaka 5, hapa 3 mpaka 6 inaeleweka. 4 mpaka 5, 4 mpaka 6, 5 mpaka 6, 7 plus. Hapa sasa goli zao zianzie kuanzia 7 na kuendelea. Ukijumlisha magoli ya Everton na Man U ya dakika 90 upate kuanzia goli 7 na kuendelea. Ikiwa chini ya 7 ukichagua hapo umechanika. Hapa no goal, na maana hapo umechagua mechi yote itaisha 0-0. Ila kwa mimi mapendekezo yangu chagua hapa kwenye multi goals first half. Na tuna uchague basi 1 hadi 3. Hapa ndo naona mara nyingi huwa zinatoa sana. Labda kwa mfano nimechagua mechi zangu 2 au 3. Mechi ya kwanza ya Man U tayari, ya pili naona hii ya Girona na mechi ya Deportivo na Girona. Naenda kuchagua pale multi goals. Hii hapa hii unaona na odds 1.49, 1 hadi 3 first half. Paka hapo watu wa odds 2 itakuwa imewasaidia. Unaona hapo mechi 2 tunashapata odds 1.99. Ngoja nipate mechi ya 3 ambayo Famalicao na Casapia hii. Tuone hapo tutakuwa na odds ngapi mpaka tukiweka na hii mechi. Hii hapa hii. Unaona hapo napata odds 2.77. Hapo kwenye 2.77 mfano unakuja na stake kiasi chako ambacho uko nacho, mfano shilingi 5,000 unapata 10,000 ngapi? 13,000. Mfano kwa mtu ana stake shilingi 10,000 anapata 26,000. Kwa hiyo ni vile tu ambavyo utakuwa unaona, lakini kwa mimi naona hii option huwa mara nyingi inatoa sana. Na kwa watu ambao hawapendi kuweka odds nyingi, hii itawasaidia pia. Kama umependa hii video, umeelewa chochote kitu na umefaidika, usisahau kulike hapo chini, pamoja na comment pia. Kama unakuwa na hoja yoyote ambayo hujaielewa kuhusiana na hii option hapa, basi comment hapo chini. Mimi nitaona comment yako, nitakutafuta au nitakuelekeza. Naweza nikatoa video nyingine kwa ajili ya wale watu ambao hawajaelewa. Na kama ukihitaji msaada zaidi, basi tutawasiliana hapo kwenye namba zangu za WhatsApp ili niweze kusaidia. So thank you.